kutokana na kwamba baadhi ya wazazi majukumu yanakuwa yanawabana, na mahali pengine mazingira ya walezi nyumbani inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo mzazi anachagua kwamba bora mpeleke mtoto akalelewe na Kid Junction. Kwa hiyo sisi kama Kid Junction hata sasa tunaendelea kupokea watoto. Ukiwa na mtoto ana miezi 5 na miezi 6, timu yetu itamlea mtoto atakuwa ataweza kumudu yale ambayo anaweza kuyamudu kama watoto wengine. Na kwa sababu akiwa na mdogo anaanza na darasa la baby ambao sisi tunaita kama rabbit class, lakini atakwenda baby 2, atakwenda middle, atakwenda upper class. Upper class ndio darasa la mwisho kwa ngazi ya awali kama Kid Junction Daycare. Baada ya hapo watakuwa na fursa ya kwenda kujiunga darasa la kwanza. Kwa hiyo karibuni ninyi yote wazazi, tuchukulie Kid Junction ni mahali ambapo watoto watalelewa na kukuzwa vile ipasavyo. Niseme pia kwamba yako mambo mazuri ambayo tunayafanya kwa kuyakumbusha. Inawezekana wazazi wangeweza kuyashuhudia, lakini kwa kuyakumbusha tu na kwa kufahamisha pia mgeni rasmi. Tunajitahidi kuhakikisha kwamba kuna utoaji wa malezi bora na taaluma bora. Hawa wahitimu wetu ambao ni upper class, hawa wote wana qualify, wanazo sifa, wanastahili kuingia darasa la kwanza. Wana sifa, wanastahili kujiunga darasa la kwanza kwa sababu wamemudu mambo matatu ya msingi: kuandika, kuhesabu na kusoma. Kwa Kiingereza tunasema reading, writing and counting, 3 R's. Kwa hiyo kwa sababu wameweza hizo stadi, popote pale utakapompeleka huyo mtoto, anaweza kufanya interview, anaweza kumwasess, ataingia darasa la kwanza bila shaka. Ingawa tunawahamasisha wazazi kwamba badala ya kumpeleka mahali fulani, umbakishe Kid Junction kwa sababu iko shule inakamilishwa, iko kule kwa sana, inaitwa Kid Junction. Malezi ninaosema kwamba nazingatia kuhakikisha kwamba watoto wanalelewa katika malezi bora, kwa kuzingatia kwamba mtoto awe na uwezo wa kuongea vizuri, awe na uwezo wa kula kistaarabu, kula vizuri. Hawa wadogo wanafundisha pia hata kutoka kwenye matumizi ya pampers, sasa watumie pot, na kisha toka kwenye pot basi aweze kujitegemea kwenda kwenye maliwato mwenyewe. Hivyo vitu ni msingi sana kwa mtoto kujifunza. Na pia kulingana na umri wa hao watoto tunaowapokea, wanastahili kupumzika. Kwa hiyo kuna wakati unatengwa kwa ajili ya watoto kulala, wanalala na wanapumzika kwa muda wa kuwatosha. Baada ya hapo basi wanaweza kurejea nyumbani. Tunawafundisha watoto habari za upendo. Hayo ni malezi, habari za upendo, kuvumilia wenzake, kuwajibika na kustahimili, vitu ambavyo vinatamaniwa katika jamii, kwamba mtoto lazima awe na uwezo wa kustahimili, awe na uwezo wa kumvumilia mwenzake, awe na uwezo wa kumpenda mwenzake. Kwa vitu hivyo tunatoa Kid Junction, tunahamasisha pia hata wazazi viendelee kufanyika hata nyumbani. Nataka niseme kwamba tunafahamu vitu ambavyo
vinawavutia wazazi, si kwa vyote, lakini tunatambua kwamba kwa kuwa mtoto yuko kwenye English Medium Academy, lazima awe na fluent English speaking skills. Na hicho kitu kwa watoto wetu hapa, hata kama mtoto yoyote hapa, mzazi, utagundua kwamba mawasiliano yao wanafanya kwa lugha ya Kiingereza. Mtoto anapopokelewa vyovyote vile anakuwa thrusted kwenye English medium instructions. Kwa hiyo hana namna, lazima ajifunze kuongea Kiingereza, kufuata maelekezo kwa lugha ya Kiingereza. Na hapa tunawahamasisha wazazi kwamba mtoto hata akiwa nyumbani asemeshwe kwa lugha ya Kiingereza. Hata kama mzazi pengine hujaweza sana Kiingereza, lakini unaweza kumuuliza mtoto akisema kwa Kiingereza, pengine unamuuliza maana yake nini, atakwambia kwa Kiswahili. Niseme lingine kwa uchache kwenye eneo la vile ambavyo tunafahamu vinawapendeza wazazi, ni habari ya ulinzi wa mtoto. Ulinzi wa mtoto ni muhimu sana, na kwa kuzingatia hilo, wale ambao mmejitahidi kufika pale Kid Junction, tunafahamu inaweza kutokea changamoto darasani. Kwa hiyo kwa ajili ya kumonitor na kutrack vitu ambavyo vinatokea darasani, shule imefunga CCTV camera, na ikitokea kuna jambo lolote ambalo limetokea, hata kama mzazi labda una malalamiko kwamba mtoto ametendewa hivi akiwa shuleni, tunao uwezo wa kureview kwenye kamera zetu kuhakiki kilichompata mtoto ni kitu gani. Lote hiyo ni kwa ajili ya kuwezesha mtoto wewe katika mazingira salama. Kwa habari ya afya, tunao maji safi, chakula na mazingira mazuri ambayo yako safi muda wote, ambao wafanyakazi wanafanya kazi ya kuhakikisha mazingira yako vizuri. Kwa ajili ya masuala ya kitaaluma, tunasema tunazo facilities ambazo zinapatikana shuleni. Tuna store, tuna stationaries, textbooks. Kwa ajili ya kuwezesha masomo, tunazo school bus, tunazo kompyuta mathalan kwa ajili ya darasa la kwanza. Na hapa niseme mwelekeo wetu kama Kid Junction ni kuwekeza katika teknolojia. Tumeanza katika ile acronym inayoitwa STEM. Tumeanza na hiyo teknolojia, baada masuala ya engineering pamoja na mathematics. Lakini malengo yetu ni kwamba tuhakikishe kwamba tuna cover ile STEM yote, ili watoto wawe na ujuzi katika masuala ya engineering, mathematics, masuala ya science na teknolojia ya mwelee mtoto. Kwa hiyo wazazi wale wa darasa la kwanza watarajiwa, na hata wale wa la pili, tunahamasisha kutengeneza mazingira mazuri. Mtoto pengine umnunulia hata laptop ndogo isiyo zito, labda hata kilo moja, isiyo nzito. Darasani ni kweli tunayo kompyuta, tunawafundisha, lakini kuna wakati tutahitaji kuwa na digital learning. Hii digital learning, kuna wengine mtakuwa mmesikia serikali inafanya majaribio baadhi ya maeneo. Digital learning, watoto watakuwa wanasoma wakiwa nyumbani. Inawezekana hata kama ni homework, basi mwalimu atakaa darasani, mzazi yuko nyumbani, mtoto ameshafundishwa namna ya kutumia laptop, atafungua, atakuwa linked kwenye Google Classroom, mwalimu atafacilitate, mtoto atasoma akiwa nyumbani. Naeleweka wazazi? Kwa hiyo tutajitahidi kuwekeza kwenye teknolojia. Tujiandae wazazi, weka mazingira vizuri, mtoto awe na laptop. Utakapokuwa umefika kwamba sasa watoto tumeshawafundisha mambo ya internet, browsing, tutasema sasa mtoto akiwa nyumbani anaweza akajoin Google Classroom. Tunayo mambo ambayo tunafanya ndani ya mwaka kama baby outing day, tour,
Hii ni kwa ajili ya kuwafurahisha watoto na pengine kujifunza, sio tu kuwa darasani wakati wote, lakini angalau wanaweza kutoka nje wakaparticipate kwenye michezo mbalimbali, kwenye mashindano. Hiyo inamjengea confidence, lakini pia ari ya kushindana kwa halali, fair competition. Kama anashindana mchezo, assessors waone kwamba ameshinda kwa halali, si kwa dhuluma. Nimalizia ndugu zangu wazazi kwa kusema mazingira mazuri tunaendelea kuyaandaa kwa ajili ya grade 1 mwakani, na pengine Madam Catherine pale mwishoni anaweza kuzungumza zaidi, tapata nafasi. Grade 1 watapata nafasi. Madarasa yetu yatakuwa kule Mwasanga, ambapo idadi ni ile ile ambayo tunasema ni 30. Kwa hiyo kwa yule ambaye unafikiri unataka mtoto aendelee Kili Junction, weka nafasi sasa upate maelekezo. Watoto wetu hapo wako 45. Hatutawachukua wote, ila wale watakaoonyesha interest, nia ya kujiunga na Kili Junction, hao ndio tutawapa maelekezo, tutawaandikisha kuendelea na darasa la kwanza mwakani. Nimalize kwa kusema ndugu zangu, nilipotambulisha staff, tunaye staff mmoja ambaye ninyi wazazi mlikuwa mnamfahamu. Tulishirikiana naye katika kipindi kirefu akiwa Kili Junction, lakini kwa bahati mbaya, kama ni mapenzi ya Mungu, basi tunamshukuru Mungu kwamba aliondoka katika dunia hii, na kwa hiyo tulipungukiwa kama sehemu ya wafanyakazi mtu muhimu sana, aliyekuwa na uwezo wa kulea watoto kwa upendo, aliyekuwa na moyo wa utoaji wa kujitolea, dada yetu Helen Liwewe. Kama sehemu tu ya kukumbuka tu, niwaombe wazazi wote tusimame kwa dakika moja.